Habari ya Wakenya. Leo nimefurahia sana kwa sababu leo ni ile siku William Samoei Ruto alikuwa amedanganya Wakenya ataweka ulinzi kwa Wakenya. Lakini hakuna ulinzi tumeona ambao umewekwa watu wakafungua mabiashara. Lakini sasa sisi tumefurahia sana kwa sababu gani? Kwa sababu kuna community moja inaitwa Wajaluo wamekuwa wakubafu zaidi. Kabla tufike leo, juzi walikuwa wameandamana kwa Kisumu. Wakisema na billboard walikuwa wameandika Uhuru wacha wifu. Nataka niwaambie nyinyi takataka za Wajaluo. 2022 tukipatia Raila William Samoei Ruto kura, hatukuhitaji kura zenu. Kwa sababu mlikuwa ndani ya Raila. Wakati huo Raila pia alikuwa anasimama. Na William Ruto alipita. Mkarudi mkasema kura zimeibiwa. Sasa nataka niwaambie William Ruto kwa sababu ameamua kutulipa na ubaya sisi watu wa Mlima Kenya. Tutamuonyesha 2027 kupitia kwa debe. Nyinyi ambao mnajiita ni Wajaluo mkisema ati ya kwamba tunaona wifu kwa sababu ya William Ruto kuenda tamu ya pili. Nashangaa ni siasa wangapi mmepatiwa ama ni maendeleo magani hiyo mmeletewa na William Samoei Ruto kama si ile tu kubafu yenu. Na mkiendelea hivyo mnaendelea na kutaja Uhuru Kenyatta mtoto wetu vibaya na kumharibia jina yake bure. Hizi nyumba mmekomboa hapa Nairobi za Wakikuyu. Mtaanza kufukuzwa moja kwa moja. Kumbukeni vita ya 2007. Wakikuyu waliwafukuza kwa manyumba zao. Na kama hivyo ndivyo mnataka tufikishane hapo mtaumia. Kwa sababu mtaanza kwenda kuishi Kibera kwenu ama Mathare. Mwende mkajisqueeze huko. Mkiendelea na kuharibia our former president Uhuru Kenyatta jina. Na ndio mjua mnakuaga watu wengine wakubafu sana. Wakati uga inauzwa bei moja Kenya mzima. Wakati cooking oil ambao ni salad tunanunua per liter 300. Sijaona Kisumu kama mnanunua na 100, mnanunua na same price. Lakini yote 9 ya 10 ni kwamba mliongea mafi sana mkasema maandamano mliashia Wakikuyu. Na ndio mjue nyinyi ni wakubafu, hatukatai mliashia Wakikuyu. Lakini economy leo imefeli, imeanguka leo. Hakuna kitu serikali imeingiza kwa mfuko yake leo. Tumeamua leo economy itaanguka. Maandamano mengine tuko nao ni ya sabasaba. Hata msitusaidie, hatutaki usaidizi wenu. Ile kitu tutawaomba kwa heshima kubwa. Muashe kutanja Uhuru Kenyatta kwa ujinga yenu na utakataka yenu. Hakuna mahali Uhuru Kenyatta anaingilia na hii serikali. Muashane na Uhuru Kenyatta kabisa. Na kama kuna watu walisaidika kwa serikali ya Uhuru Kenyatta ni nyinyi Wajaluo. Mlipata maendeleo mingi sana wakati huo. Na ati saa hizi nyinyi ni watu wa kufungulia mdomo mtusi Uhuru Kenyatta. Lakini sio kupenda kwenu, ni vile mnakuaga wakubafu. Na ni kwa vile mmeongozwa na chakula ya tumbo. Juu hata wenye wako kwa serikali saa hii wenzenu wa Kinabadi, sijui na Oparanya, sijui na huu mwingine anaitwa Opiyo Wadai. Hizo zote ni takataka za kuongozwa na chakula ya tumbo. Na huu mama mwingine amewabebea kibeti ya mdomo kubwa. Huu anaitwa Wanga. Mama ambaye ako na mdomo inatoshana na kiboko ikiwa ndani ya maji. Ile kitu tutawaomba, jina Uhuru Kenyatta muashane nayo. Tunajua ile kitu inakuaga imewaongoza sana ni chakula ya tumbo. Hata ukitaka kufaulu kwa maisha, chukua Jaluo mfanye nao biashara. Wewe uwe unampatia tu chakula ya tumbo ashibe. Ni hivyo tu atakuwa anakuambia Nyarukuyu uko sawa. Nyarukuyu mambo shwari. Sasa nataka niwaambie hiyo ukubavu mnataka kutuonyesha. Mtajua sisi ndio tumeshikilia economy ya Kenya. Niliona mmeshikiliwa kibeti na mkubavu mwingine anaitwa Murkomen. Na huu mwingine anaitwa Aden Duale, kafiri anajifisha na dini ya Waislamu na ni kafiri. Takataka mwingine mbaya mwisi amepora pesa ya health mpaka imeisha. Nataka nikwambie wewe Duale, kuna sekta ilikuwa inaitwa Linda Mwama. Mmekula na William Ruto mmemaliza. Kulikuwa na Inua Jamii. Mkamaliza na Aden na William Samoei Ruto. Nataka nikwambie wewe kafiri ambaye hamuna advice mnaweza kupatia William Ruto. Ile advice mnampatia ni vile mtapora mali ya Kenya. Tumeshangaa sana kuona leo Murkomen akisema ati akitaja kule kote watu wameandamana, hawezi taja kwao, na akasema Mombasa wameandamana maandamano mzuri sana. Shimo ni yu. Nani kwanza alikupatia kiti ya interior? Ama lazima juu kwa sababu William Ruto ni karejini kama wewe lazima wewe upatiwe kiti ya interior. Wewe hujatosha kiti ya interior, let me advise hujafika uga, na ndio maana hii nchi mtaielekeza kwa shimo. Lakini sisi hatuna shida.
Wakikuyu, watu wa Mlima Kenya hatuna shida. Ile kitu tumehakikisha leo ni kwamba leo tumehakikisha magari yetu yote ikae kando na economy ifeli, serikali ipoteze, ndio hawa Jaluo wanafungulia mdomo kama wakubafu, wajua economy ya Kenya ni Wakikuyu wanakuaga wameshikilia. Na kama William Ruto haugeguza sisi Wakikuyu, kama hugeguza mabiashara yetu, ukaguza watu wa Gikomba, ukaguza Uhuru Market, ukaguza watu wa Githurai, ukaguza watu wa Roysambu, ukijifanya ni Kenya inapanua barabara. Mbona Kibaki alienda miaka 10 na ndiye mwenye kujenga Thika Road hakuguza hawa watu? Uhuru Kenyatta akaja akamaliza miaka 10 hakuwaguza. Lakini kuna clip zako mbili baya sana zilionyeshanwa. Ukisema ile siku utashika uongozi, utamalizana na hawa madoadoa. Iko clip nyingine yako, ulisema haiwezi kuwa jamii moja ndio wale wengi katika hii Kenya na ndio matajiri. Kwa hivyo hii utajiri ya Wakikuyu huwa inakuuma. By the way, bidii yetu ndio inafanyanga tufike mahali tumefika. Lakini mahali unaelekea, let me tell you, ile thuruma tutakufanya 2027 kupitia kura zetu, ndio utajua tumelifeje. Na sasa ujue hata kama utaiba kura, ujue ndio itakuwa baya zaidi. Juu hakuna mtu anaitwa Mlima Kenya anataka kusikia kama unaweza ongoza nchi ya Kenya mara ya pili. Hiyo nao usahau. Hivyo umetuonyesha, tutakuonyesha ile rifeji tutakufanyia. Na rifeji yetu ni kupitia kwa kura. Maandamano nao tutafanya. Jaluo hata hatuwataki nyinyi, endeleeni na kuogea matope. Lakini tutawachomoa kwenye manyumba zetu na mtarudi Kibera na Mathare, mpende msipende. Ile kitu tutawaomba, muachane na wa former president Uhuru Kenyatta. Si walika yenu. Kitu ya kwanza mjue kutahiriwa. Ya pili, muache kuongozwa na chakula ya tumbo. Ndio tuweze kupelekana sababa. Takataka nyinyi na hata hamuna aibu.